Mimi ugomvi na wewe sipendi. Nimeamka asubuhi vizuri tu, niache hii siku ipite vizuri. Mimi habari za kugombana na watoto wadogo sipendi. Wewe sio kunisema mimi hivi, unajua mimi mtu mzima najielewa. Niache kugombana na wewe, nitagombana na wewe kila siku. Wewe kuomba hela tu kila siku, naomba wewe. Unaenda wapi sasa? Mwangalie macho makubwa kama mchawi kalaba. Nipishe mimi hapa, ila yenyewe umesaidiwa. Asante. Vipi dada? Mama, karibu kwetu. Asante. Unaendeleaje? Tuendelea vizuri kwa kweli, nashukuru Mungu. Karibu sana. Na hali ya mgonjwa? Mgonjwa kama hivyo unavyomuona, endelea vizuri. Lakini dawa anakunywa? Nashukuru Mungu. Anaendelea vizuri. Hapa pia amekunywa dawa, amepumzika sasa hivi. Hapo unavyomuona, nashukuru Mungu kwa kweli, endelea vizuri. Sasa mimi nimetoka kijiweni kule. Tulikuwa na washikaji, tulikuwa tumejichanga. Kuna kiasi kidogo tu ambacho tumebarikiwa. Tukasema tuje kuchangia kidogo kwa mshikaji wetu. Kiasi kidogo sana, lakini pia ndio kitu ambacho tumejaliwa hiki hapa. Nashukuru sana kaka. Mungu awabariki sana jamani. Yaani kitu sisi ni kikubwa mno. Mungu awabariki, awazidishe pale mlipotoa, aongezee kwa kweli. Sisi tunashukuru sana. Basi dadangu, ngoja mimi niende. Tunajua asubuhi kumeshakucha, muda kutafuta sasa hivi. Kwa hiyo niende, maana nilikuwa nimetoka kule ngasema ngoja nipitishe tu mzigo hapa afu niingie kwenye mbilinge zangu. Basi sisi tunashukuru jamani, ni kikubwa kitatusave. Mungu abariki sana, apeleke salamu zetu ambaye tunawasalimia, mgonjwa aendelea vizuri. Nao waje kumuona jamani. Sawa, hizo zimefika. Pia wewe usiwe mnyonge sana. Naona pia nakuwa mnyonge, nakuwa na mawazo sana. Niko sawa, wala usijali. Tunapata mgonjwa wa pili pia. Hapana. Hapana. Basi ngoja mimi niende. Aya, karibu. Hata sikusindikize hapa tena, nina harakati siku nyingine. Mwache huyu tena, tunamjua mambo yake huyu bwana. Baraka. Basi maana ngoja niende. Kuwa makini mwanangu. Karibu. Haya. Mungu wangu. Yaani Mungu awabariki. Kaka umpata marafiki wazuri. So si unajua ndani hata unga hamna. Yaani hapa tupate sterehe na fulani. Kweli. Baba kushukuru. Shukuru yangu akijiweni yako. Jambo zuri kuja kuniangalia. Basi mimi nipo ndani huko. Kuna chochote utaniambia, usiniite. Tokea nimalize chuo ninapata mwaka sasa, bado tu niko nyumbani. Nimejaribu kuomba kazi sehemu tofauti, lakini sijaweza hata kufanikiwa, kitu ambacho kinaniumiza sana akili yangu. Wewe umesomea nini? Mimi nimesomea udaktari. Na umesema tangia umeweza chuo na muda gani? Zaidi ya mwaka mmoja sasa hivi niko tu nyumbani. Mwaka mmoja. Na umeniambia ushawahi kutuma maombi. Hayo maombi umetuma kwenye sekta ya serikali ama ulituma sekta binafsi? Nimetuma sekta ya kiserikali. Sijawahi kutuma sekta ya binafsi hapa. Sawa. Nimekuelewa. Hilo jambo niacheni nitalishughulikia. Maana na rafiki yangu anyway, niachie mimi nalishughulikia. Nadhani ndani ya wiki moja ama wiki mbili nitakupa majibu. Tashukuru sana. Sawa. Naomba nisaidie sana. Usiwe na wasiwasi. Ondoa hofu. Asante sana. Basi mimi naondoka ndio. Karibu tena. Asante.
Shikamoo shangazi. Mama mwanangu, jambo. Jambo. Ndio uko nyumbani? Mzuri, si Hapa kwema, sijui Zaruna na bibi wa jambo. Jambo. Karibu mwanangu. Asante. Shangazi, unajua kama siku zote hivi Zaruna pamoja na kaka wanafanya kazi pia kugombana pale. Wanagombana? Ndio. Sababu nini wanachogombana? Zaruna anadai kaka anabotoka tu nyumbani, hafanyi kazi yoyote. Amwekee chakula kaka. Zaruna kafikia mpaka huko kukosa kumwekea chakula kaka yake. Na mara ya mwisho alichukua chakula nilichomwekea kaka kaenda kumtupia paka. Mbona mtoto ana tabia mbaya? Tabia hiyo kaichukua kwa nani? Kwani bibi analijua hilo swala? Hapana. Basi akirudi bibi mwambie kwamba bibi, Zaruna mheshimu kaka. Bado jambo. Jambo, wewe ndo Faiza? Ndio na shida. Nzuri. Nzuri sana. Kwani kakaangu anatembea nini? Mama Huyo unampenda wewe? Ana kazi. Analishwa na bibi. Yaani hana kazi yoyote, yaani analandalanda mtaani. Kama amekudanganya mzia ana kazi ana nini, hana kazi. Yaani nguo mpaka anazovaa anapewa hela na bibi. Yeye yaani kama lelema, yaani yeye tuseme tu, yaani yeye mtoto wa mama. Ajishughulishi na chochote mpaka sasa hivi tunaishi hivi. Uzuri uliokuwa nao, sijui kama utatoboka kakaangu. Kakaangu mwenyewe anaweza akakuoa ukafubaa ukakonda na ukarudi nyumbani, wazazi wako kunanii. Yule pale ana maisha yoyote, yaani yeye ameendekeza umaskini na ameendekeza kulelewa. Sitaki kakaangu aje kuwa chanzo cha kuharibia maisha yako. Kakaangu hana kazi, hana chochote. Ukisema uelewi naye utaishia kukonda, utakubaa na mwisho atakutelekeza tu. Sasa mimi nakuonea wewe kwa sababu unaishi pazuri, unakula vizuri. Usije ukaja nyumbani ukakonda, ukafubaa kisa kakaangu. Sitaki kakaangu akuharibie maisha. Mimi nimekuja kukwambia haya, mimi naenda. Changamka. Bwana, yule ndugu yako vipi yule? Maana tunakaa naye pale kijiweni, alafu ajishughulishe na chochote hivi. Ndugu yangu Shafi yule? Yule naambia kwamba yule msomi. Yaani unasikia kama yeye ambaye yule msomi. Kashatuma maombi kule kazini, yule kwa kazi kapata kasema kashatuma maombi. Huyo anasubiri majibu. Ndani wiki hapo kasema majibu anaweza katoka, akaanza kazi. Sasa mwanangu ukisema kwamba yule msomi, na wasomi tuko nao kujua kibao tu. Wanafanya nao kazi ngumu. Na wamesoma na madigrii yao. Sasa ukisema msomi yeye hapo yeye yupo tu nakaa naye pale kijiweni achibishe chochote kidogo haikai sana. Wewe ndio mtu wako wa karibu. Kama kumshauri mimi ndugu wangu nilishamshauri. Ile anasema kwamba kazi ngumu wewe hawezi kufanya kazi ngumu za mtaani. Yeye anasema kwamba hata kazi ya ofisini kukaa kutulia. Mambo ya kuchafuka chafuka kubeba simu matofali zege hawezi. Yeye hawezi kufanya kazi ngumu. Lakini yule mtoto wa kiume kuna wakati inambidi afanye hivyo vitu kwa sababu anasubiria majibu kwa wakati huo, si ndio? Ndio. Anaposubiria majibu kwa wakati huo, yes anambidi afanye kazi hizi ambazo tunafanya sisi wakati huu. Yeye ndo haziwezi sisi kazi ngumu. Yeye anasema kwamba yeye ndani ya wiki hapa wiki anasema kwamba wiki haishi. Anaanza kazi kule. Lakini wewe ndo mwanao ujue. Naelewa kama mwanangu, lakini mimi nishamshauri. Uje siku zote kumshauri mtu afu yeye kisha kama majibu yake. Kama mnamnganiza basi kama unafuatilia maisha yake. Basi sawa. Lakini mdogo wako wa mwili aliyokuja. Kwa kweli yani anaongea pointi. Na mimi kaka nikamsikiliza. Naelewa kweli. Sasa unalifikiriaje kuhusu swala hata kufanya biashara ndogo ndogo? Maana unategemea ndio kuajiriwa. Kwa sasa hivi masuala ya kuajiriwa ni kweli ni ngumu na ndio maana mpaka sasa hivi bado unahangaika. Kwa nini usifanye biashara ndogo ndogo?
kidogo zinakuletea hata 200, 200, 300 huko unavyoendelea kukaa unasubiria ajira. Uajiri kwenyewe sio kwamba mtu mpaka uwe na kampuni uanze kufanya sijui vitu gani, hamna. Umepata hata kamtaji hata kadogo, unaanza hata kutengeneza vitu vidogo vidogo. Unakuta mtu labda anaanza kulima labda hata vipilipili, anachukua nenda anauza, mtu anajipatia hela. Vijenge hivi mtu unajipatia maeneo, sio mpaka uajiriwe kwa makampuni makubwa. Sio jambo rahisi, lakini unajua kama unakufikiria. Sawa, mimi nakubaliana nao hizo biashara ndogo si nini. Lakini na zenyewe pia unajua upatikanaji wake ni mgumu vile vile. Sio, unaelewa? Haya, wewe unafikiria sasa hivi biashara unafanya biashara gani? Mimi nimekaa nimewaza, na hata hivyo jana nimemsikia babangu alikuwa anaongea kuhusu swala la kutafuta kijana kwa ajili ya kuhudumia kuku wa nyumbani. Kwa hiyo kama unaona limekaa sawa hilo, ni bora ukakubaliana na mimi, mradi mimi niende nikafanyia mpango kwa baba. Kidogo unaweza kujipatia hata 200, 200, 300 huko unapomtegemea bibi yako. Na ukijangaa sasa hivi ni kijana mkubwa tofauti na yule mdogo wako. Sawa, kuhusu tena. Wewe unachofanya ni kitu kimoja. Yaani wewe katika maisha unaambiwa sio kwamba mtu mpaka yani uanzie juu, anzia chini. Hata 10,000 yenyewe ilianza na 100. Ndio ni swala la kuku unaichukulia yani sijui poa poa hivyo, lakini ndio ile linaloweza kukupatia hela kidogo. Kuliko hivyo unavyokaa unamtegemea kile kitu bibi yako. Aya, bibi yako uone huruma, kujangalia ni kijana mkubwa. Watoto wale ndugu zako tuseme wanamtegemea bibi yako. Na wewe naye hawezi akakwambia kwa sababu ni anakufanya kama mjukuu wake. Bibi tena kwa mjukuu hawezi akakwambia. Lakini ni sawa unamfikia bibi yako mwenyewe. Kidogo hata yeye mwenyewe akikuona kabisa unapambana anasema hapa kidogo ndiko hivyo unavyokaa. Mimi ni hayo kuhusu swala huko naomba ulifikirie kwa sababu hata wewe mwenyewe kidogo unaweza kukusaidia kuliko hivyo unavyokaa. Hivi unaweza kuniambia kwa sababu gani unachukia sana kazi?